asifiwe. Mwimbeni wimbo mpya, pigeni kwa ustadi kwa sauti ya shangwe. Mfanyieni Bwana shangwe duniani yote. Utumikieni Bwana kwa furaha. Njooni mbele yake kwa kuimba. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni siku nyingine njema Baba, tunanyenyekea, tunakuja mbele yako ni kutoa tu shukrani kwa kazi njema ambayo Mungu umeenda kutenda au umetendea kila mmoja wetu. Asante kwa kikundi hiki ambao Baba kimekusanyika hapa kwa ajili ya kutukuza na kusifu jina lako kupitia kwa nyimbo. Najua kwamba Yesu Kristo, wewe unapenda nyimbo, kwa maana katika Mathayo mlango wa 26, kabla Baba hujapelekwa Baba Gethsemane, Baba wewe mwenyewe uliweza kusanya wanafunzi wako, ukaambia kwamba tuimbe wimbo. Baba, siku ya leo Baba tuna kikundi ambao Mungu wewe mwenyewe kupitia kwa mkono wako mtakatifu umeweza Baba kuwapa ujasiri, umeweza Baba kuwafunulia, na Baba wako tayari kukuimbia na kusifu jina lako. Baba, pokea sifa pahali ambao Mungu uliko mbinguni. Malaika waendelee kufurahi Baba duniani, hata mbinguni waendelee kuwa furaha. Mungu wetu na utabaki kuwa Mungu wetu. Ni katika jina la Yesu mkombozi wetu tunaomba. Amen. Basi tutachukua nafasi zetu. Asante sana. Asante kwa maombi mazuri sana Pastor. Asante. Tutachukua nafasi zetu tuketi kwa kumtukuza Mwenyezi Mungu na kupeana shukurani kwa sababu ya Mungu kuinua mmoja wetu. Alitoka kwa huduma ya serikali, ameingia katika huduma ya Mungu, ambayo ni hatua iliyo nzuri sana. Praise the Lord. Kwa hivyo anakanda na anataka kuzindua siku hii ya leo. Ningependa tu mtulie, tuendelee vizuri mpaka tufike mwisho, kwa sababu nimeambiwa ako na za kutosha. Kumpa support ni kununua kanda. Tutakapoendelea mwisho, kwa support madam ni kununua kanda. Praise the Lord. Kwa hivyo hiyo ndio kazi tumekuja kufanya hapa siku ya leo. Ningependa kukaribisha kusema asante sana madam, karibu na familia yako yote. Naona umefika hapa, tunasema karibu. Kuna wageni wengine ambao wamealikwa, tunasema karibuni katika kanisa hili letu la Marafiki, mahali ambapo madam anashiriki. Wapendwa, karibuni nyote. Kwa hivyo bila kupoteza muda, ningependa DJ uendelee na huo wimbo. Madam atakuja hapa mbele kwa sababu naona familia wako na maua na marafiki wanataka kumvisha. Tena tunashangaa, hey, what is happening? Kwa hivyo DJ Yeah.
history. Praise the Lord. Na kama kuna jambo ambalo limetendeka la kwanza katika mkutano wetu, monthly meeting ya Sirende, village meeting ya Sirende, si mpaka tuwe na furaha sana. Na msisahau cell group ya Kibagenge. So hata Kibagenge tunafurahia, tunajiinua. Asante, tumeweza kutoa mwimbaji. Kwa hivyo kwa nafasi hii nataka tuende kwa introduction. Na hii introduction sio ya sisi wote. We have the special guest, madam na kikundi chake. Watoto wake wako hapa. I'm seeing the sisters are here, the neighbors are here. We have special guests whom they have invited, they are here. So kulingana na vile mmejipanga, nataka nichukue nafasi hii kuwakaribisha mahali hapa ili tuweze kujua ni kina nani wameambatana na mada. We are going to the part of introduction, and this is how I want us to do it. Wale wote wamekuja mbele, mtapata utaratibu huu. Ninapoita kikundi, mtakuwa mnakanyaga mbele, mnasema majina yenu. Watoto wa madam wako hapa, madam's children. Next tutaenda kwa brothers and sisters in law. We have these people called Abasia wataongozwa na Mr. Henry Maulo. Tukitoka hapo tutaenda kwa brother and the sisters, hawa sasa in laws, wakiongozwa na Frida Waswa. Tukitoka pale tutaenda kwa Stanley Mbayachi, alafu tutaenda kwa pastors. We have pastors among us, nao tena watajiintroduce. Then tutakuja kwa neighbors. Tukitoka kwa neighbors tutakuja kwa friends, na friends tuko na mmoja Mr. Osozi, alafu tutaenda kwa Friends Church Sirende. Friends Church Sirende, I suppose mlinzi wa monthly meeting atachukua nafasi hiyo kwa ufupi sana. Kwa hivyo tunaanza na watoto. Mnakanyaga tu watu wamoja mbele, then mnajiintroduce, and for the sake of the photograph itoke vizuri sana. DJ, washtue kidogo. Praise God, church. Amen. Praise God again. Amen. Mmefurahi kuwa hapa? Kama mmefurahi, tusalimiane hewani. Kwa majina naitwa Reminiscent Wawire. Mimi ni mtoto wa Matilda Nanzala. Tuko hapa kama watoto wa Matilda Nanzala na Joseph Wawire. Na vile mnaona tuko wengi. The grandchildren are also represented. Nieces are represented. Sasa kwa kifupi, each one will just say their names na atasema yeye ni nani. And then we have prepared a short song. Tutajaribu kwa wazungu lakini unajua Uafrika bado inatusukuma. But we will try our best. Kila mtu atasema yeye ni nani, and then we go on from there. So acha nianzie kwa mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mimi kwa majina naitwa Jacqueline Wawire, mtoto wa Joseph Wawire na Matilda Wawire. Mbarikiwe. Mimi ndio mtoto mkubwa. Praise God. Amen. Naitwa Christine Wawire, second born wa Mr. and Mrs. Wawire. Asante. So there's a boy in between Christine and I who's not in at the moment. Anaitwa Lewi Wawire.
He's currently based in the United States, but ako hapa na sisi in spirit. Habari yenu. Praise God. Mimi naitwa Lynn Wawire. Mimi ni fifth born wa Joseph and Matilda. Karibuni. I will represent again Joan Wawire, based in the United States. She's the sixth born. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. I'm Mariana Wawire, the last one to the family. So from there, ninaweza letewa kesi nisipo introduce huyu, so mtaniruhusu nimpatie microphone aseme jina lake na aseme kwa nini amekuja hapa leo. Praise God. Amen. Ni siku njema, tunashukuru Mungu. Mimi naitwa Walter Odede kutoka Siaya County, Rarieda Sub County. Mimi ni adopted son wa Joseph Maulo and Matilda Maulo. Asanteni sana. Niko hapa na wavwana hawa, firstborn Hawio Bonyo Odede, Kian Wawire, alafu tuko na Dion na Divine Opale. Asanteni sana. By extension, So now I will go to the grandchildren, and it answer na. No. Before I go to the grandchildren, let me go to the nieces and the nephews. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Ian Lilumbi. Asante. Praise God. Amen. Praise God once again. Amen. My name is Teddy Onono. I'm the son of Paul Onono and Janet Onono. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina ni James Onono. Mimi ndio ndugu nafuata Teddy, mtoto wa Janet na Paul Onono. Barikiwe. Bwana Yesu asifiwe. I'm Holy Hilary Mtongoi, firstborn grandson to Mr. Joseph Maulo and Matilda Anzaga. I hereby stand to introduce my brothers and sisters, wherever you are, just well, because of time. Yeah. That is Cynthia Nanzala, we are ananifuata mimi. Next is Alan Misiko, then Yvonne, the last born. Thank you very much. Again, I'd like to introduce some of our friends who have come together to be with us today. And this is Irene. She takes care of Mom here at home. I have my sister-in-law. She's Winnie Abana. Then we have one of my nieces. She's Lorraine Kilo. And then we have Faith. So thank you very much for coming. Mungu awabariki. My name is Mercy. Amen. Thank you. Thank you, Mercy. Thank you so much. You can take your... Oh, they have a song. When you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one, count your blessings, see what God has done.
Asante sana, asante sana, asante sana familia. Okay. Kanisa la marafiki na marafiki wa shemeji yangu Matilda Maulo, wabasia bange, watoto wangu na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Mjambo. Mlembe. Kwa majina Henry Maulo, last born brother to Joseph Owiri. Introduction. I'm a shy man, lakini nitajikaza. Very shy. I think the right person mwenye angesimamia introduction ni Bwana Bernard Utoto. But anyway, maybe Malamwa kona lengo to pick on me. Sasa let it be self-introduction, then I'll talk a bit, he will talk last. Amjambo wote. Jina Aloisiana Maulo, wife to Henry Maulo. My teacher was my teacher in secondary. I'm proud of her because of the knowledge she put in me. I'm a teacher by profession, and my teacher, I'd say thank you very much. You have done us proud. Thank you. Abasale mu Kristo namukesanye mlembe tunti so usangafu waninga ino simire kasi imla mwange Catholic si mause kanisa ya Sirende sema menje ba Roslyn ya kana gitare mwalimu Henry Kanondese retired nurse, mkweka kamili. Sasa Bwana asifiwe. Mwokozi asifiwe. Kwa majina naitwa Russell Maulo. Mimi ndio nafuata kwenye hapa na Malamwa Matilda. Mimi nimekweka niko North Mountain meetings mara moja. Hata nimetuma na salamu kusalamia Pastor Nehemia. Asante. Nimetuma na Isa kwa Masinde. Thank you very much. Kweka wanajipenda. I'm a Catholic. He's also Catholic. So, firstly, I would like to take this chance to relate to my Malamwa, Matilda. Malamwa, you remember that year, sikujua I was welcoming somebody into our family who was going to do us proud. Malamwa alikuwa mwalimu, I retired 2019. For the first time, I'm attending a ceremony. In fact, I walked in confused, but I've been looking at the program and we have a place. As I stand here, I say I retired 2019. This is the man who took me to college. Thank you very much, my Bernard Utoto. Ningewosea kwa tamak. He has done a lot for us. Na nyimbo za kanisa. In fact, in one day, I spent most of my time listening to sacred music. And I've now had a city. Niko na nyimbo zenye nitakuwa nasikiliza
Dick Tebe. Na as a family ya Mungu tunajivunia Lamwa. We want to encourage him. Aliimba hapo kitambo na he took off. I was asking him, Lamwa, kwa nini you are not proceeding na music? Akasema no, let me concentrate on the job, then I'll come. And indeed she has done it. Ani nyimbo nzuri mimi niliiba, nimesikiliza kidogo. Ni nyimbo nzuri. Anyway, I don't want to talk a lot of things. I want to tell my brothers in America that alimchagua mke mzuri. I cannot hide that. Now when I say that year, Mulamanos, I don't know how to deal with that. Joseph, aba Kabras, aba Somya Mulamwa, Muchomno. You know, she went to school before Mulamwa. That's what I'm telling you. Alipeana a good example ni mama kafata. So, sioni makosa ya kushukuru wa Kabras, isn't it? Kama amendeni, Jomno. Bwana kanisa mjambo. Mjambo tena. Although there is a session for me, for now you won't see my mouth, then I'll come back again. Thank you. Asante sana kwa hiyo introduction. Abasia. Tunaenda kwa Abashu. Abashu. Bashu. Bashu. Chuoni wakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hamjambo kanisa. Hamjambo tena. Mimi nataka kushukuru Mwenyezi Mungu kwa siku njema ambayo ameandaa. Hatujawahi kuwa na siku kama hii any other time, any other place. It involved my dear sister Matilda Maulo. Here are my sisters. We are quite a number. Our mother was a traditional mother. She gave birth to about 10 children. But today we have only managed to be here one day. The others were not able to come. Tunashukuru Mungu. Kwa hivyo watu wataongea, wanakona midomo. Nitaanza na baby girl. Mwenyewe aseme hivi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi ninaitwa Audrey na Mlanda Mayachi. Mimi ndio mwisho katika hiyo familia ya Ababte. Najivunia kuwa mtoto wa nyuma. Madada zangu wamenifunza, especially Matilda amenilea kama mtoto wake. Ilikuwa nikiona pale nyuma akijifunza kuimba peke yake tu kwa bedroom. Sikujua kama siku kama hii itaweza kufika. Lakini nataka niseme ya kwamba Mungu ni mwaminifu, siku kama hii imepata kufika. Asante sana mama, tunakupenda. Asante sana baby girl. Next, mama yetu sema kitu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nimefurahi. I'm very happy siku ya leo. Nashukuru Mungu ameifanya ikawa jinsi ilivyo. Hii ningependa kusema hivi. Matilda is our role model. Yeye akisema tufanye hivi, utafanya na utapita. You have made us great. Nashukuru Mungu jinsi ulivyo, uendelee tu hivyo. Naitwa Janet Onono. Hamjambo wote? God is good and all the time. God is good and that is nature. Wow. Kwa majina naitwa Rose Mayachi Aswani. Mimi nafanya kazi, wengi wenu mnanijua.
activities. Tumefanya kazi pamoja. Yeah. Matilda ni dada yangu mwenye anafuata mara mbili. Amenilea, amenifunza. Nikikuja huku Kitale ndio ananikaribisha. Tumefurahi kuwa na siku kama ya leo, na tunasema ya kwamba Mungu akubariki, uendelee kufanya kazi yake ili tuendelee kujivunia nyimbo zake. Asante na Mungu akubariki. Asante sana my dear sisters. Wamesema karibu kila kitu. I can only say, Matilda, you are my follower. A great girl. You are a star. We have never seen such. And if you are a bad, you are an evil. Keep it up. We love you. We appreciate your effort. Congratulations. Our dad was a music teacher in school. You took it a notch higher to become an artist. Great. Keep it up. Thank you. Wonderful, wonderful. Thank you so much. As we see her, personally, she has assisted me, and perhaps some of you, who is the Director of Education. She has worked with the Ministry of Education at Kiminini. I'm told she did transferred recently. Or she has now gone to CIA. Asante madam. Thank you. Na kuheshimu sana. Tunaelekea, wale wengine mtaenda mbio kwa sababu ya time. Sawa sawa. Tunaenda kwa Stanley. Stanley, you are welcome. Kama uko kati yetu, Stanley Bayachi. Is he there? Just do this. Thank you. God bless you. God bless you. God bless you. Tunaenda kwa neighbors. Usikuwe na wasiwasi, hatutaimba nyimbo, utasikia kwa huyo. Sisi ni marafiki, sitaongea tena, wao watasalamia tukienda, lakini yani marafiki wa dhati, yani true friends. Kwa ajili ya wisdom yake na ikaingia ndani ya hawa pia wana wisdom fulani, tumeshikana, tunapendana, tumetoka Kakamega kuanzia miaka ya late 70s 80s huko. Si rafiki umedumu hata hujakufa hata siku mmoja akaniona ndani ya huko Kabarasa akisema, wewe umepatikana hapa namna gani? True friends. Na wale wa kujengana. Jennifer Osozi. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Amen. Mimi naitwa Rose Kisokoshi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naitwa Janet Anwach. Madam, tumefanya na yeye kazi. Alikuwa our deputy tukiwa huko Kakamega Goldeni Primary School. Alikuwa mwalimu mzuri. And I think she has made us strong. That's why we are here. Thank you, Madam. Thank you for the good work. Continue serving the Almighty Lord. Samahani kurudisha nyuma. Kuna mwanafunzi wake hapa ambaye alikuza ndio pilot wetu, na sijui kwa nini amekaa. Akikuja mimi nilijua Madam 1992 nikiwa msichana mdogo, nimetoka college, kaendelea naye mpaka wakutoza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Najua ukiwa mwanafunzi na mwalimu yuko mbele inabidi uogope kidogo. Kwa hivyo nimeshukuru siku hii kufika hapa. Niliambiwa wanakuja launch Madam wanaomba. Sema ni asante. Alinifunza lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo niko sawa kabisa katika lugha hiyo. Asanteni. Jina ni Odari Evans. Asante. Bwana apewe sifa. Nashukuru kwa sherehe leo. Madam mmefanya kazi. Madam kwetu mmepata mshiriki mzuri. Ule anaweza kuretire na tena anafanya kazi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Yeye amekuwa mwalimu wa watoto wangu. Watoto wameendelea vizuri. Keep up. Thank you. Kwa jina Jason na yeye Makani. Wote ni Maraba. Amekuwa kwa shule ya Maraba na aliserve vizuri sana. Thank you.
Kwa hivyo mkiona hiyo department ya kufundisha, huwa tunasema jumping hurdles. Tumeruka hurdles na huyu mama mashule mingi. Mimi niliretire, sasa hivi niko tu nyumbani karibu miaka 5. Alafu yeye akafuata, pia watafuata. Kuna mazuri kwa kuretire. Ukiretire hivi unaruka unaenda kwa Yesu. Amen. Mbarikiwe sana madam. We thank you. Tutakuinua kwa CD. Jambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mko wazima? Silende monthly meeting. Tuko na furaha siku ya leo. Na tuko wengi. Wana Silende kama uko simama tuone. Naona leo. Si wakiwa wengi naona wamefurahi. Asante kaeni chini. Mr. Sabuni zunguja hapa mbele kidogo. Na hakika huyu mzee anajua mada kutoka nyumbani, si ndio? Aseme neno moja alafu arudi hapa. Tuseme nini? Mjambo wote. Praise God. Amen. My sister, how are you? Saa yote huwa nasema my sister. Na yeye ananiita brother, how are you? Nataka kuambia hata Madam Rose. Naona huyo Madam Rose amekuwa sub-county director of education here at Minini, na amekuwa wa maana sana. Nimekuwa naye kwa board ya Spread Friends. Ametujengea madarasa ya ghorofa hapo, wale ambao wanaenda hapo. Simpigie makofi. Yeye aliweza kuinitiate finances from the government, ikachenga madarasa ya ghorofa hiyo. Sasa amefanya kazi nzuri. It is through friendship. Na ni sababu ya madam ambaye ameretire, ametengeneza CD. Tusikubali na tumshukuru, tutembee naye pamoja. Na Mungu ambariki. Benjamin Sabuni ikiwa vice clerk kwa hii meeting. Asante. Nataka niwajulishe pastor wetu wa Silende monthly meeting. Sijui kama Pastor Nehemiah. Bwana Yesu asifiwe. The only brother ndugu Nehemiah Charles. Nimekuwa hapa na recording clerk, wale ambao tunafanya nao kwa monthly meeting. Yule mrefu hapo kwa nyuma. Kwa Madam Lili. Amen. Asante. Sasa nami naitwa Caleb Adalo. Nimekuwa hata mwalimu nikaretire. Na sijui kwa sababu gani nimekuwa nikiota baada wametoa CD. Nimekuwa nikiona tu namna hiyo. Ila naimba hapa mbele. Wakati niliambiwa juzi nije nihudhurie siku ya leo, sema kumbe hii bikira naweza kukwambia ukweli, si ndio? So madam, what I'll just tell you is keep it up. Umetuweka juu zaidi. And I'm very happy because it has happened during my time as a PC of this monthly meeting. So madam, keep it up. Anayeongoza programs, mnamjua? Is my baby brother. Thank you. He's my senior brother. Wimbo umekuwa projected jamii, kama una kitabu kimelia pale, project wimbo. Jina la moyoni maji
Mungu akubariki sana. Unafeel aje? Hallelujah. Nataka nishukuru sana in-laws wa msichana Mkabarasi, na ninashukuru Mungu mmekiri ya kwamba tuliwapa kitu kizuri sisi wa Kabarasi. Kwa hivyo sisi ni wazuri. Haleluya, pigia kwa Kabarasi makofi. Hata usipopiga ndio kufanya huko hapo. Haleluya. So tuwapigie tena makofi vizuri sana. Watu wa amani, washira mapeso na masafu kwa mtoto. Nashukuru Mungu sana, watetee wapeleke hatua zaidi. Nataka nikubaliane na programu ya kuomba injili ya leo ni fupi. Na vile nimesema bado naitwa ndugu Nehemiah Charles, the only brother, kwa mchungaji wa kanisa hili. Kwa wale ambao wamekuja wageni, nashukuru Mungu sana, Mungu awabariki sana. Nataka niangalie mambo Daudi anazungumza katika First Chronicles chapter 6 verses 31 and 32. First Chronicles, juu kwa Kiswahili mumepata, inaitwa ni mambo Nyakati wa kwanza 6:31 na 32. Nasoma kwa Kiingereza kisha tushiriki neno ambalo liko mbele yetu. David assigned the following men to lead the music at the house of the Lord. After the ark was placed there, 32, they ministered with music at the tabernacle until Solomon built the temple of the Lord in Jerusalem. They carried out their work following all the regulations handed down to them. Mchana wa siku ya leo tuko hapa kwa sababu ya kitu ambacho kinaitwa muziki, na ndilo jambo ambalo limetusababisha wewe pamoja nami kuwa hapa ili tufurahi na tuendelee kushirikiana kwa pamoja tunapoona kazi ya Mungu inasimama. Music ama muziki ni njia mojawapo kuu sana ambayo Mungu ameitumikia kutoka mwanzo. Na watumishi wengi wa Mungu pia wamekuwa katika nafasi ya kutumikia sehemu hiyo ili kusababisha mambo makubwa kutendeka. Daudi anatuletea kwetu ujumbe akisema ya kwamba David assigned men. David assigned the following men to lead the music at the house of the Lord. Jambo ambalo nataka uelewe mambo machache sana, pengine mawili matatu hivi. Ya kwamba Daudi alichukua nafasi ya kupeana waungwana ambao wanasimamia sehemu ya muziki. Hii inamaanisha kwamba mahala popote muziki unaozungumzia kazi ya Mungu, jiani ni mpango wa Mungu. So tunapokaa na mama yetu, dada yetu, tukisema ya kwamba tunamshukuru kwa kusimama pamoja nasi, ni Mungu ambaye amekupea hiyo assignment afanye. Daudi maandiko yanasema kwamba alipeana watu kushughulikia mambo la muziki. Kwa hivyo jinsi hiyo, yule roho ambaye alikuwa juu ya Daudi kupeana watu na vipaji vyao wasimamia kazi ya muziki is the same assignment ambayo imepeana kwa hii laini ya uzao ya kina mama Matilda, na naamini ya kwamba ni mpango wa Mungu. Kama umekuwa ukisikiza kwa mazungumzo machache ambayo yamekuwa yakipita mahali hapa, they are confirming something katika uzao ya kwamba wamekuwa na muziki mahali. Bwana Yesu asifiwe. Dada yake mmoja ameconfirm ya kwamba kuna wakati alikuwa anaimba tu, hawakujua kwamba itakuja kuwa kitu serious. When God is assigning new things na ushikilie mpango wa Mungu, at the end haitakuwa kitu cha kawaida. Biblia inasema ya kwamba David assigned them an assignment ya muziki kwa sababu kuna kitu kilikuwa kimefanyika. Mstari huu unasema ya kwamba after the ark was placed in the right place. Nataka nikuzungumzie the ark of the covenant iliyoashiria uwepo wa Mungu. Na wakati uwepo wa Mungu umewekwa mahali panapostahili, mambo mengine yote yanatenda. Si kwa nguvu zake wala uwezo wake yeye kuwa jinsi alivyo. Ni kazi ya Mungu ambayo aliweka kwake na yeye akaichukua akaiweka mahali panapostahili, na sasa imetufikisha. Mzungumzie mtu mmoja, nazungumzia sisi wote. Hata na wewe kuna kitu ndani mwako kimewekwa, ni ile haujakiweka mahali ambapo kinahitajika. Ombi langu ni kwamba jinsi tunavyoshuhudia mambo haya, hata na wewe
maisha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu na talanta mbalimbali mahali hapo. The only problem is hatujaweka mahali inahitajika. Lakini Daudi akasema ya kwamba aka-assign watu na kazi yao. Na ikawa ni kazi ya muziki na wakaifanya vizuri sana. Kanisa la Serene Prince Church. Mama, we assign you this duty. If we go down in music, we shall also be looking at it. Kwa hiyo nataka tunapomwona as an icon, tumwangalie pia nasi tusonge hatua nyingine. Unajua watu wakisikia injili ikitoka katika kanisa kupitia kwa uimbaji ambao tunaenda kutoa siku ya leo, wanatarajiwa kuingia Serene Prince Church, music inafanya nini? Inavuma. It is doing well. So tunaangalia wewe, hatujajua Mungu atakutumia mbinu gani. So that tuunganike, nataka hiyo flow ya waves ya kufaulu itoke hapa ikipeleka watu sehemu mbalimbali. Na kadiri itakuwa inapeleka watu, wewe nawe utakuwa mkuu wetu unasonga ukisonga kabisa. So kuinua kwako hata na zaidi ni vizuri tuelewe ya kwamba God has an assignment with you, mama. And that assignment is helping you because you have rightfully positioned yourself in Jesus' name. Number 2, the Bible says in verses 32, ya kwamba 32 says this: those are men who serve along with their sons. Ukipewa muziki, umepewa jukumu, umepewa an assignment. Na ni also tunasema ya kwamba mama jinsi amepewa, hajapewa ya assignment peke yake. And I want to believe that the CD we shall be watching, tutapata ya kwamba hayuko peke yake. Haleluya. Si ni ukweli? Wewe unaitika na hujaiona. Unasemaje ni ukweli? Bwana Yesu asifiwe. I want to believe that it's a service ambayo amepewa na anaenda kuhuduma na watu wengi. And that's why we are saying this. Ya kwamba the assignment given to you, it is going to help us also serve faithfully and diligently kazi ya Mungu. Huyu ni wetu. Hapana. Ninataka roho ingie ndani huu wimbo. Ukisikia bado unasikia kuchochewa ndani ya moyo kwamba you are not in the right position, you move an extra mile. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hapo tuliombea kwamba pia nao wanatamani kuwa waimbaji. It's my prayer ya kwamba uimbaji wetu ufike kwa kiwango cha kuchochea imani ya mtu ikaimarika ndani ya Kristo Yesu. Number 2, when we have the music that has the power of God, it will help you feel the touch of God. Muziki ulio na upako wa Mungu unakusababisha hata uhisi ya kwamba ni Mungu mwenyewe ako pamoja na wewe mahali pale. Mama Matilda may not be with you mahali utakuwa, lakini unaposikia muziki wake unafeel ya kwamba you have a fellowship with the right people within your house. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo muziki unaenda kutusaidia tuhisi ya kwamba tunakuza Mungu, tuhisi ya kwamba tuna fellowship na huyu mama, tuhisi ya kwamba you are at friend's church where in fact what I'm saying, you are in the house that produces music in Kweka Church, not the LMD. Bwana Yesu asifiwe. Nimeserve in this church sijakutana naye. This is also my first time I'm meeting something of this kind. Ya kwamba kuna mtu ambaye I've been decided wakati nasikia misa mix wa Catholic. Nimekuwa nikijiuliza ni lini upako itashuka ndani kwa kanisa. Na nataka niseme ya kwamba mama, mimi nitakuwa kwa magoti kukuombea. Ya kwamba upako huyu yote atakayeingiana na wewe, we shall also be somewhere releasing things that are Kweka-ish in nature. Hallelujah. But Yesu asifiwe. So we want to feel the church. We want to feel the type of God kwa sababu ya muziki ambao unatoka mahali hapa. Hallelujah. Second last, number 3. Ya kwamba uwepo wa Mungu ndani ya muziki unasaidia Mkristo kuwa na balance. Your balance is not all about you are reading the word of God. Kuna ufunuo ambao unatoka ndani mwa neno kupitia kwa uimbaji. Nimekuwa nikikuja na wimbo mmoja kaanza kuimba, nikaona kila mtoto nilikuwa naye kwa gari, nikaona anaanza kutwist. Nikajua kwamba hao wamebebwa hata wameachana na mimi. Yaani balance, wakasahau hata kwamba wako kwa gari, wakabalance wakakumbusha kwamba kuna mbingu. Hallelujah. So music helps us to balance. Kama hata ulikuwa umeng'ang'ana na uchungu fulani, ukisikia tu muziki na unaanza kutoka kwa machungu, unaanza kufocus kwa Mungu. Let us have the balance from the demonic operation. Let us have balance from the dark force that we see ya kwamba kuna Mungu mahali. Bwana Yesu asifiwe. Lastly, the power of music helps us go across the board. Inatusaidia kuvuka milima na mabonde. Kila sehemu tutapenya kwa sababu
sababu ya muziki. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hapa wanapenda nyimbo za Rose Muhando sana. Kuna watu hapa wanapenda kina Bahati Bukuku sana. Hao baadhi ya hao waimbaji si wa Kenya, lakini tunasikiza nyimbo zao asifu. It is your neighbor. Hata mwingine anasema kwamba unaona huyu mwenye anaimba yule neighbor wetu pale chini. Lakini mtu wa Tanzania, hebu nataka tujihisi ya kwamba you are part of Rose Muhando. Unasema kwamba Rebecca Muhando hapo ni kwa Rose Muhando, na ukisonga tu kidogo utakutana na Bahati Bukuku. Yaani unataka kujihusisha na watu ambao si wako. Bwana Yesu asifiwe. Mama, kuna watu watakusikia wote ni Kenya. And I'm declaring right now in the name of Jesus Christ, ya kwamba this is a beginning of greater things to happen, greater music in this church, and it's my prayer kwamba Mungu akutie nguvu umalize mwendo salama. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka nikuombee hapa.